Nenda zako usitende dhambi tena. Ni maneno ambayo yalisikika katika kitabu cha Yohana 8 mstari wa 11 na Yohana 5 mstari wa 14. Wakati Yesu yupo katika hekalu akiendelea kufundisha, kuna watu walikuja wakiwa wamemkamata mwanamke mmoja aliyekuwa anazini. Na wanapomzunguka Yesu anamwambia kwamba Musa alituamuru katika Torati, mwanamke kama huyu aliyekuwa anazini tukimkamata inatakiwa apigwe mawe. This woman must be stoned. Na walipoendelea kumgasgasi Yesu anasimama anawaambia kwamba yeyote ambaye hakutenda dhambi awe wa kwanza kumpiga huyo mwanamke. Na baada ya hapo Yesu anainama chini anaanza kuandika. Kila mmoja akawa anaenda kuchungulia pale kwamba nini Yesu alikuwa anaandika. Wengine wao wanasema kwamba Yesu alikuwa anaandika dhambi za wale watu. Hasha, Yesu hajawahi kuandika dhambi ya mtu na wala huwa haikumbuki dhambi ya mtu. Kwa kila mmoja aliyekuwa anaenda kuchungulia pale alikuwa anakuta sheria ya Mungu ikiwa imeandikwa pale chini, na hatimaye inatafsiriwa katika moyo wake, ndipo anajiona kwamba yeye ni mdhambi, anaamua kuondoka. Siku zote kiganja cha Mungu huwa kinaandika sheria zake. Hata katika Musa wakati ameenda kupokea mbao 2 za sheria ya Mungu ziliandikwa kwa chanda cha kidole cha Mungu. Kwa hiyo Yesu anapokuja kunyanyua uso wake anakuta hakuna mtu aliyebaki zaidi ya yule mwanamke aliyekuwa anashtakiwa kwamba alikuwa anazini. Na Yesu anamuuliza yule mwanamke, wale watu wako wapi? Anamwambia wameondoka, amebaki yeye peke yake. Na katika mstari wa 11 Yohana 8 Yesu anamwambia yule mwanamke, nenda zako usitende dhambi tena. Yesu anapokupatia mianzo mipya anakutaka uenende katika njia zake. Our God is a God of second chance. Mungu wetu ni Mungu wa nafasi ya pili. Yawezekana unajiona una hatia kubwa sana katika maisha yako kiasi kwamba hata nikienda kuongea mbele za Mungu kwamba nitaonekana mimi si kitu, kwamba Mungu hawezi akanisamehe. Hapana. Ukisoma waraka wa kwanza wa Yohana 1 mstari wa 9 anasema kwamba tukiziungama dhambi zetu na kutubu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Nini kinakufanya wewe usiende kutubu mbele za Mungu? Mungu anataka ukaombe tu kwa kumaanisha. Kati ya vitu ambavyo Mungu anachukulia kiundani zaidi ni swala la toba na msamaha. Anasamehe pale pale unapoenda kuomba msamaha. Kwa jambo lolote ambalo linakusumbua katika maisha yako, nenda kaongee na Yesu, naye atakuombea kwa Baba na utasamehewa. Pia tuna Roho Mtakatifu ambaye huwa anatuombea kwa kuugua. Nenda kaombe, utasamehewa na Mungu wetu atakuongoza katika njia zake. Hebu liwe kusudi lako. Ukisoma Zaburi 119 mstari wa 8 inasema, nitazitii amri zako, usiniache kabisa. Iwe shauku yako.